Mungu ameniagiza. Hiyo ndio inaitwa kukaa na Mungu. Praise the name of God. Huwezi dhihirisha Kristo, hata huwezi kemea homa iende. Na kuna onyo nilipeana kanisani Sunday. Na wote niwaambie, utanipigia simu niambie pasa malipo, siamuki nikwambie niko kanisani ninaomba. Hata kama ni saa 6 za usiku, nikwambie umenitaka kuja kanisani. Hata ni saa hii nimeanza kuweka mikakati na Mungu, nimekataa kushinda nikisumbuliwa na watu ambao hawataki wokovu. Watu ambao hawataki maombi. Lakini wakati wa shida unatafuta pasa mahali alipo kuja kuombea. Utashangaa. Maana niliwapatia onyo ni Sunday ya kwamba kuna roho ambayo saa hii mwezi huu ambao uko na hizi sikukuu za sherehe imeingia ya upembelezaji. Na kuona hivyo Mungu alinionyesha vizuri on Friday. Vile watu walikuja midweek services Wednesday and Friday. Watu walikuwa na visababu. Ulikuwa na sababu yako ukaniambia ni nzuri. Na kile nilikwambia, that is called a bait. Na kuambia kutoa roho, it is a bait. Ni mtego. Na shida na kuangalia kama unaelewa ni mtego. Maana wacha nikwambie mpendo, hata ukiwa na sababu 20, hakuna moja inaweza kukufanya usije kutenda Bwana. Hakuna sababu inaweza kukufanya ushamke mapema kuja kanisani. Praise the name of the Lord. Hakuna sababu inaweza kukufanya uje kanisani kuchelewa. Inaonyeshana tu unafanya kutimiza, maana ni sana. Najua leo ungekuwa unahitajika mahali saa 2 ungekuwa pale. Ungekuwa umepigiwa simu kwa jambo linahitajika ambalo litakupatia faida ya maisha haya. Ungeamka ukimbie mapema sana. Na ili Bwana anidhihirishe hii. Jana kuna program ilikuwa nayo usiku na nilimaliza past midnight. Hata wale walituma messages asingezisoma maana nilikuwa natumia simu yangu kwa program. Na nilimaliza past midnight. Na ilipofika saa 10 hivi, Roho Mtakatifu akaniuliza, next week utakuwa ukienda kazini saa ngapi? Utakuwa ukiamka saa ngapi? Maana amempitisha something. Na 6 napaswa kuwa kazi. Ananiambia tizi unapofanya hiyo kazi unaamka kwenda. You are supposed to wake up now. Vile utakuwa ukiamka kujiprepare kwenda, amka enda katika nyumba lako kujiprepare. Praise the name of the Lord. Amen. Na niliamka maana Roho amesema. Maana ningesema watu ninalenga. Maana kuanzia maana itakuwa nikiamka asubuhi. Na ndio na sababu ya Bwana najua nimeomba mpaka saa 7. Na unajua nilikuwa na program ya maombi mpaka saa 7 Bwana si nimeomba. Lakini Roho akaniambia get go to my house. Praise the Lord. Amen. Watu wengi wasikilizi hata kule kuongeleshwa na Roho kulikufa. Hauna. Maana siku ile unasikia Roho na wewe unataka vizuri. Akikwambia do this for me, utaamka mapema sana kwenda kufanya. Lakini hiyo roho ya kupembeleza bado iko, lakini niwaambia hivi, wakati itakuleta vizuri katika kichinjio, hapo ndipo utajua pasta alikwambia ni wakati wa maombi, si wakati wa kulala mwezi. Wakati wa kulala si wa kichinjio. Maana there will be great attack of the church before next month. Na siambia peke yake. Na ni wale ambao wanaomba na wasimama katika mambo ya kujitoa. Nimekuwa nikitangaza maombi ya kufunga na kuomba Thursday and Friday. Sijui ni wangapi hata wao wanakumbuka. Maana kama huwezi pata nafasi ya kuja ibada Wednesday na Friday, sijui hata hiyo maombi pia unakumbuka. Lakini wacha niwaambie wapendwa, unaweza kuwa kuna mambo mazuri inayoendelea katika maisha yako. Ulikuwa unasumbuka na saa hii maombi uliyoomba last week ama last month ilikuweka kiwango ya kwamba hauna shida. Lakini iliongea kuhusu mwezi huu. Wale ambao mnafanya kazi ya Mungu katika comfort zone, unaomba wakati wako uko na nafasi. Unakuja katika nyumba ya Bwana wakati
ninawaambia mara ya pili sasa, shetani anaandaa watu katika kijiji. Tafadhali usiwe katika wale wanaenda kuanguka katika afla ya kunyanyaswa na ibilisi. Praise God. Amen. Yesu nataka. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiingia katika nyumba ya Bwana, jiulize, napaswa kufanya nini katika nyumba ya Bwana? Nimekuja kufanya nini katika nyumba ya Bwana? Sababu yangu ya kujipata leo ni nini? Hallelujah. Amen. Na utalala kanisani, au utasinzia kanisani, au utapitwa na neno hata moja, utakuwa makini kwa kile Bwana anaenda kuongea na wewe. Hallelujah. Amen. Maana ni siku ambazo ni za hatari, na katika hii anga ya safari ya wokovu, mwendo mabinda mebwana na pema binda maka upili ya wimwingi mabema binda maka ukulela. Praise God. Amen. Kuna wakati wa vita inaenda nikana kwamba haiko, na kuna wakati wa vita kuchacha, na wakati ambao ni wa vita kuchacha lazima uamke vizuri. Ni kwa maana kila wakati kunapokuwa na vita kunakuwa na majeruhi. Usikubali kuwa na jeraha la vita. Ni kwa maana umezaliwa ndani ya Kristo Yesu na umepatiwa uwezo na mamlaka ya kushinda vita. Praise the Lord. Usikubali katika vita kuwa na majeraha. Usikubali katika vita kuwa victim. Jesus became a victor for you. Usikubali kuwa victim katika vita ya safari hii. Nao hiyo lazima umeamka. Hii safari hitaji watu wa kusinzia. Hii safari hitaji watu wa kulala ovyo. Hii safari hitaji watu ambao hawaombi. Hitaji watu ambao wasemi neno. Hitaji watu ambao wanyime Mungu kazi. Watu wamelala usingizi kabisa, na ndio sababu badala ya watu kuja kanisani wengi, badala ya watu kuendelea kuokoka, watu wanaendelea kupungua. Kwa sababu gani? Wakati watu wanalala na kanisa linalala alihubiri, na kanisa linalala aienezi Injili na haitendi mapenzi ya shetani, kuchukua nafasi. Nilikuwa nakumbusha na Mungu asubuhi nikiongea mbele ya viongozi ya kwamba wakati Musa alipopanda katika mlima wakiwa wanapigana vita na maadui, alikuwa na viongozi wawili ambao hapo wanamwacha. Ilikuwa ni Joshua na Ahabu. Bwana sema ya kwamba na Musa akaenda katika milima na akainua mikono. Wakati mwingine si watumishi wa Mungu kuinua mikono, lakini hauna watu wa kuinua mikono nao. Unajipata umeinua mikono, umeinua umechoka. Unasema ya kwamba wakati Joshua na Ahabu waliangalia mtumishi wa Mungu na wakaona mikono imechoka, na wakati mikono inaenda chini, wana wa Israeli wanaenda kuomba. Naomba ujue jambo moja, sio kana kwamba Mungu hakuwa anapenda wana wa Israeli, sio kwa sababu Mungu hakuwa anawapatia ushindi. Wana wa Israeli walikuwa na ushindi. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Pia mwenzako usisinzie. Mungu kanisani kulala, ni urudi nyumbani ukalala kwa kitanda. Bwana asifiwe sana. Nimekupatia ruhusa uende ukalale. Hallelujah. Mungu alikuwa amepatia wana wa Israeli nafasi ya kushinda, maana walikuwa wanawake na watoto ambao aliwatoa katika nchi, akafunua bahari ya Shamu. Angefanya muujiza kama huu kama hawapendi, angewaokoa kutoka utumwani kama hawapendi, kama vile alikuokoa kutoka utumwani kwa sababu anakupenda. Praise the name of the Lord. Kuna watu waangaliani Mungu aliwapenda kiasi gani wakae katika wokovu na wapande mapenzi ya Bwana. Mapenzi ya Bwana aliyedhihirisha kwako ili wokovu ilikuwa makuu. Na maandiko yanasema ya kwamba alipofungua bahari ya Shamu alianza safari, na wakati walipokuwa wanapigana na maadui, Mungu alikuwa amewaokoa na kuwapatia ushindi, na akamwambia
vita mnaenda kushinda. Haleluya. Na Mungu akaagiza Musa akapande katika mlima na akainue mikono. Kuna kazi hautashinda katika kitanda chako cha malazi, hautashinda katika chakula meza yako ya kula. Praise the name of the Lord. Hautashinda hii vita kwa sababu kuna kazi ambayo unafanya kazi na kupata pesa. Hauwezi. Hii vita tunayo na safari ya kiroho, sio safari ya nyama. Hautashinda kwa sababu kuna mambo mapya yanaendelea katika maisha yako. Ninasema kwamba Musa alipokuwa ameagizwa ya kwamba wanashinda vita, lakini akaambiwa na Mungu enenda katika mlima. Hakuambiwa enenda katika mbali, hakuambiwa kaa mahali popote, hakuambiwa enenda katika nyumba yako. Musa alikuwa na hema ya kukaa, lakini hakukaa katika hema kama wewe unakaa katika nyumba yako. Praise the Lord. Amen. Hakuenda kukaa mahali katika comfort zone. Aliambiwa enenda upande katika mlima. Ni kwa maana unapopanda juu kuna jambo inamaanisha kwa mtembele kupanda mahali pa juu katika hali ya kiroho, na ipande hivyo. Haleluya. Na alipopika katika mlima, nasema ya kwamba Musa akainua mikono na akaendelea kuinua mikono kutoka asubuhi. Kutoka asubuhi mpaka jua mituni, mikono ikiwa juu. Na nasema ya kwamba ikafika mahali mikono ya Musa ikachoka, na alikuwa na viongozi wengine wawili. Nilikuwa naambia Bwana nipe viongozi ambao Bwana kila wakati, hata wakati nakaa kulilia katika maombi, niko na watu wako kanisani wanaomba, niko na watu ambao wanaweza funza neno, niko na watu ambao wanaweza fanya kazi. Niko maana kanisani wa viongozi ambao ni waaminifu wanakosemekana. Ninasema ya kwamba mata pale wakati mikono yake ilikuwa inaenda juu, wana wa Israeli walikuwa wanaendelea na kufa. Niko maana mikono ya mtumishi wa Mungu inaanza kuteremka chini, sio kwa sababu Mungu hakuwa na nguvu za kuokoa, lakini Mungu heshimu viongozi wake, Mungu heshimu mitume wake, Mungu heshimu wale ambao amewaita, na ni lazima ile kazi aliwaitia wakapase kutimiza. Haleluya. Amen. Praise the name of the Lord. Kwa mikono ikienda chini, ulikuwa Musa na viongozi wakapata kutumia akili, na Mungu anasema wakaanza kuinua mikono ya Musa. Ninahitaji viongozi, ninaomba Baba nipatie watu ambao ni wale wako kila wakati kwa sababu ya kazi ya Bwana. Ni kwa maana kanisa likikosa viongozi ambao wanajitoa katika kazi ya Bwana, jinsi vile wana wa Israeli kunakufa, ndivyo watu wengine kufa kanisani kiroho. Mungu anasema kwamba ikafika wakati viongozi wale Musa, Aroni na Joshua wakaanza pia kuchoka mikono, wakatumia hekima. Bwana anahitaji kutumikiwa na watu wa hekima, atumikiwe na watu ambao ni wafumbavu, atumikiwe na watu ambao hawawezi tumia hekima wakati mambo ni magumu. Viongozi wengi na watu wengi ambao wameitwa wakati ukiwa Mungu anatoroka, lakini Bwana anahitaji viongozi kama Joshua na Aroni. Inasema ya kwamba wakaenda wakatafuta mawe wakawekelea mtumishi wa Mungu ili mikono inaenda kuwa juu ili wakapate kushinda vita. Na Mungu anasema ya kwamba jinsi vile mikono ya Musa ilikuwa inaendelea na kuinuliwa, hivyo ndivyo wanaendelea na kushinda vita. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanataka kushinda vita wakiwa wameketi, wanataka kushinda vita wakiwa katika comfort zone zao, wanataka kushinda vita wakikula kuanzia Monday mpaka Sunday, wanataka kushinda vita wakiwa nyumba ya Mungu wanaiona Sunday peke yake. Na kuambia tu kama wewe ni mtu akuja kanisani Sunday peke yake kuna shida. Vita hauwezani nayo mwezi. Hiyo Bwana akusaidie. Bwana asifiwe. Mungu akusaidie. Kutoka Monday hata Waislamu saa hii, hata watoto wetu wakati wengine wanakula wanakimbia katika msikiti na wanakimbia kila siku. Wewe si kila siku, ni Jumatano na Ijumaa. Hauwezani na vita. Naongea kuhusu vita leo. Maana tu katika vita na watu wengi wamerelax. Ukiamka asubuhi, waomba maombi ya kawaida, unaenda kazini mwako, unarudi ukiwa umechoka, unafanya maombi ya kawaida. Hauwezi kumbuka nyumba ya Baba, lakini wataka Mungu akukumbuke. Uwezi hata kutafuta
kanisani moja peke yako. Ukiingia katika nyumba la maombi uombe. Lakini unataka Mungu akukumbuke. Na shida ikikuja unapigia pastor, nimepata na hii. Pastor, nimepata na hii. Wakumbuka watumishi wa Mungu wakati shida zipo. Lakini nyumbani mwa Bwana maombi hauonekani. Katika ibada hauonekani. Wakati wa mafunzo hauonekani. Utasimama lini mpendwa? Imani yako itajengeka lini? Ili ukapate kusimama peke yako wakati wa adui anapopigana mishale. Utasimama lini? Bwana asifiwe. Amen. Hiyo shamba umelima muda mrefu, imekutolea chakula na kula na zingine naisha. Hiyo kazi unaifanya wapata pesa zaidi warudi tena. Lakini kuna jambo liko muhimu sana. Kukaa katika nyumba ya Bwana na kupata kile Bwana anasema. Maana kile Mungu anakupatia ni cha uzima. Praise the name of the Lord. Amen. Watu they toil much. Nikumbuka nikiambia wanafunzi wengine la neno. Maana yule sema ya kwamba cast is a man who wakes up early in the morning and he gets late to work, to bed very late because he's toiling. Toka katika toiling kung'ang'ana, ingia katika kufanya kazi katika comfort. Na hiyo haiwezekani bila. Praise the name of the Lord. Amen. Haiwezekani kufanya kazi katika mahali pa pumziko bila. Lazima uwe mtu wa maombi. Lazima uwe mtu wa kukaa katika nyumba ya Bwana. Daudi akaangalia akasema akiwa katika palace. Wewe una palace. Daudi alikuwa mfalme. Alikuwa anakaa katika palace. Na akaangalia vile anahudumiwa na watu. Lakini kuna kitu alisema, ni heri siku moja katika nyumba ya Bwana kuliko maelfu mahali pengine. Kwa sababu gani? Anajua katika nyumba ya Bwana kuna uzima. Praise the name of the Lord. Amen. Ni heri alikomea siku moja na siku 1000. Siku moja ni heri katika nyumba ya Bwana kuliko maelfu mahali pengine. Praise God. Amen. Ule msukumo ulikuwa nao wakati ulikuwa unakuja ibada ya Jumapili, Jumamosi, Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Kile kilimaliza ule msukumo, hicho kimekuwekea mtego. Ule msukumo ulikuwa nao, ukikosa kuja ibada ya Jumatano, unasikia ni kama umeanguka. Kile kilifanya msukumo uishe, hicho kimekuwekea mtego. Ule msukumo ulikuwa nao, usikose maombi ya Ijumaa. Na ukiwa na kesho utakosa kesho. Wewe kuna msukumo wa kukimbia ukaombe. Wewe kuna msukumo wa kukimbia ukapiga magoti. Wewe kuna msukumo uonekane kanisani. Kile kilimaliza kwa msukumo Bwana. Mpiano dada yangu imekuwekea mtego. Ule msukumo ulikuwa unakufanya unaamka saa 11. Ujiandae saa 3 kanisani maombi. Ule msukumo ulikuwa unakusukuma unakuja morning devotion. Ule msukumo ulikuwa unakusukuma usikose maombi kabla ya ibada. Kile kiliumaliza ndicho kimekuwekea mtego. Mwokozi ni wewe. Maana uko na hekima kama Joshua na Bwana. Praise God. Amen. Unaweza tafuta mawe uinue mikono ya Musa. Hallelujah. Amen. Mwenye Yesu ni hatari. Unaweza tafuta nafasi uchukue hatua. Ukikosa kuchukua hatua, Mungu anaenda hasara. Kwanza kwa mtu ambaye ametesti wokovu. Unasemanga wanaudhika. He never delight in a person who grows back. Apendezi na kitu chochote ambacho hakipendezi Mungu, tafadhali kimbia kutoka kwacho. Praise God. Amen. Kataa katika jina la Yesu. Nimwambie Bwana, leo nimeamua. Niliwaambia sijui ni Jumatano ama Ijumaa ya kwamba hii safari ya kukimbia, maana tuko mbioni. Kuna wakati unajipata umekimbia peke yako. Na katika pale pa kukimbia peke yako na hauna mtu kukutia nguvu,
huo ndio wakati wa kufikia mwisho wa kushinda. Endelea na kukimbia, wacha kutafuta watu. Endelea na kukimbia, wacha kuangalia nyuma. Wengine wenu mmetafuta wengine, mtaanza kutiana nguvu za kutoendelea. Ambia Bwana, ndio hata nikibaki peke yangu, Mama Esther, hata kama ni wewe kiano utabaki peke yako ukikuta katika ibada za Jumapili. Sasa Jumatano Ijumaa usiache. Praise God. Amen. Hata wale wengine wakikosa usiache. Kuja ibada mpendwa. Ng'ang'ana katika ibada. Maana pale kuna ushindi. Lakini nikosa kufanya hivyo. Tutakuwa na mashuhuda mengi kabla ya mwezi kuisha. Bali naomba ushuhuda wako kuwa ushuhuda ambao ni wa kuinuliwa. Praise God. Amen. Mwe Yesu ni hatari. Amen. Living a victorious life in Christ Jesus. Uko na Biblia, uko na mahali pa. Hata wengine hamuandikangi na unasikianga tu Injili Jumapili peke yako. Najua nashangaa hao vile unaishi unasaidikanga namna gani. Living a victorious life in Christ Jesus. Kuna vitu mbili haupasi kukose kuja kanisani. Moja ni Biblia. Na kama uko na Biblia ya simu, unakuwa faithful kukaa katika Biblia ya simu. Ya pili ni notebook. Kitu kimoja ninajua nikiwa mwalimu ni ya kwamba ukifunzwa jambo na uandiki, maana najua hapa kuna wanafunzi. Kama wewe ni mtu wa kufunza na uandiki, hakuna kitu najuanga, huwezi shinda mtihani. Huwezi. Why? Ukitoka hapa lazima ukafanye revision. Mungu aliongea na mimi kanisani leo. Unarudi pale, unasoma, una meditate. Hivyo ndivyo tunaongezekana katika imani ya wokovu. Lakini kama hakuna mahali na note, kuna mtu ajui Sunday tulihubiriwa nini. Hata sasa nikiwa mchungaji, nikihubiriwa hata kama nahubiriwa na nani, na kuanga na notebook na kalamu ya kuandika. Lazima ni note maana. Naenda nirudie, nijue Mungu ulikuwa unazungumza nini na mimi. Lakini kwa sababu kanisani nimewaambia watu wamevaa wingu, lakini nguvu za Mungu hazimo, wamekataa nguvu za Mungu. Wanakuja kanisani bila silaha za kanisa, lakini shambani utabeba jembe, sokoni utabeba mfuko, ofisini utabeba kalamu, mahali unaenda unabeba vyombo vya utendakazi, lakini kanisani huwezi beba. Kwa sababu gani? Umeenda tu ukatoa hiyo hafla ya kanisa. Naomba Mungu akusaidie. Naomba kwa kifupi, kwa sababu ya muda ambao nimechukua, tuangalie examples kadhaa za ushindi katika Old Testament, ili tukapate kuchukua mambo kadha wa kadha ambayo yanatufanya tukaishi maisha ya ushindi. Mungu atanisaidia niongee Kiswahili. Living a victorious life in Christ Jesus. Katika Old Testament, victory ilikuwa inakuja through faith and obedience. Victory came through faith and obedience. Huwezi kuwa na imani na kutii. Kutii na imani wazinaenda pamoja. Naomba tusome katika kitabu cha Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 2. Deuteronomy Kiswahili ni tanga Kumbukumbu la Torati. Asante. 28 mstari ni wa kwanza na wa pili. Verse 1 and 2.
Biblia inasema hivi, now it will come to pass, if you will hearken diligently to the voice of the Lord your God, to observe and to do all his commandments that I command you this day, that the Lord your God will set you on high above all the nations of the earth, and all these blessings will come on you and overtake you if you will hearken to the voice of the Lord your God. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana. Bwana asifiwe. Mwenye Yesu natai. Amen. Mtu ambaye anasikia sauti ya Bwana anakuwa wapi? Anakaa aje na usikia aje? Maana hapa kuna kusikia sauti ya Bwana. Kuna watu wengi hawasikii sauti ya Bwana. Hata katika mahubiri hawasikie sauti ya Bwana. Wengi wanasikianga sauti ya mchungaji ama mhubiri. Katika maombi wengi hawajui sauti ya Bwana inakaa aje. Lakini hapa Mungu akaambia wana wa Israeli, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, sio kusikia tu. Kuna kule kusikia na unasikia kama kelele, na kule kusikia na unapokea ile sauti kile ilikuwa inasema. Praise the name of the Lord. Na kutunza, kufanya maagizo yake yote ni kuangiziao leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Kuna kusikia sauti ya Bwana kwa bidii. Na maneno yanasema ya kwamba wakati tunaposikia sauti ya Bwana na kutenda kulingana na vile imesema, ndivyo Bwana atakavyo kuinua juu ya mataifa yote ya dunia. Praise the name of the Lord. Amen. Lakini naomba niwaulize swali. Kiangalia siku hizi, ni kina nani wanakopa wengine? Ni wakanisa wanakopesha ama ni wakanisa wanaenda kukopa watu wengine? Wewe Yesu na time. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa nini? Na sio Mungu anatupa vitu vyote. Ametupatia. Maana anasema ya kwamba utakapotii na kusikia atakuinua juu ya mataifa yote. Mahali uko ndiko taifa lako. Kijiji hicho uko unapaswa kuwa umeinuliwa juu ya watu wote. Mahali unapokaa unapaswa kuwa umeinuliwa juu ya watu wote. Mahali unapofanya kazi hapo unapaswa kuwa umeinuliwa. Maana anasema kwamba hapo ndipo mtakapokuinua juu ya mataifa yote. Praise the Lord. Amen. Lakini kanisa siku hizi imekuwa ya kudharauliwa. Mpaka watu wameanza kuhubiri injili ya kweli kwa sababu wameshindwa na kutii, na wakaenda kuanza kuchanganya injili na mambo mengine ili wapate fedha, ili wapate kuheshimika. Ni kwa maana watu wameshindwa na kutii na kufanya vile sauti ya Bwana inasema. Sauti ya Bwana siku hizi imekuwa ngumu. Watu wanafuata sauti za diviners. Watu wanafuata sauti za manabii wa uongo ili wafanye vile sauti za manabii wa uongo za shetani zinafanya wafanikiwe. Maana hawataki kukaa katika mapenzi ya Bwana. Lakini moja nikwambie, utofauti utaonekana wakati Yesu atachukua kanisa. Praise the Lord. Amen. Fika wakati juzi nikamwambia Bwana niwe ni wao. I will never dilute the gospel of truth. Sitawahi
Peleka neno la Bwana chini, ipendeze mtu, nipate wafuasi. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitalihubiri jinsi ninapaswa kuwa, na nitasema vile Bwana amesema, na sitaogopa chochote. Ninasema mstari wa pili, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. And these blessings, all these blessings will come upon you and accompany you if you obey the voice of God. Kwa hivyo baraka za ushindi, za kuinuliwa, za kudhihirisha Kristo kwa mtakatifu zinaonekana ukitii na kufanya sauti ya Bwana. Praise the name of God. Amen. Joshua katika kifungu cha kwanza mstari wa 8 na wa 9. I know watu wanapendanga kuisoma sana, na utawahi keti vizuri kwanza uelewe nasema. Nasema, do not let this book of law depart out of your mouth, meditating day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako, bali maneno yake yatafakari usiku na mchana. Huwezi kuwa unatafakari maneno ya kitabu hiki ambacho ni Biblia usiku na mchana, ukae maisha fungufungu. Sawa? Huwezi tafakari maneno ya Biblia na ukae maisha ya kuwa si moto na si baridi. Huwezi tafakari hiki kitabu na ukose kuwa na tamaa ya kuja kanisani. Huwezi. Praise the name of the Lord. Amen. Naomba nikuonyeshe umuhimu wa hiki kitabu. Biblia inasema hivi, ukiyatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Hapa kuna maagizo. Tunaongea kuhusu kutii na imani. Mungu anaambia Joshua kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa katika hiki kitabu. Mwenye anayeangalia kutenda sawasawa na neno la Bwana kila wakati atafanya nini? Inamalizia vile hapo chini, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Ni muhimu ukaia njia yako na ukarikia kuadimwa. Yesu ni ataiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kikamba ya shati na ilikulia mia ikikawa umekanwane wako ili wiswania mgenena utuko nikana usuwie wike kuyanana na uombe unawaandikile mbili yawo mugena na utuko nikenda usuwie kuyanana na unawaandikile mbili wa ilikuye na maandiko masema usuwie nano nibo wiayenzi ya shaku na nibo wika na kilipo. Praise the name of the Lord. Amen. Tunaomba kufanikiwa, tunaomba kupata kazi, tunaomba kupata fedha, tunaomba kubarikiwa, tuone
Unapofanya vile Mungu amekuagiza kulingana na Biblia, itafanikisha wewe njia zako. Praise the Lord. Ni wewe wapaswa kufanikisha njia zako. Lakini nimekuja kugundua kitu kimoja. Maana niko na wangwana wengi hapa kanisani, wengine hawakuji. Walikuja hapa watu wakiwa shida. Mtu akiwa amebeba shida. Mtu akiwa kweli akona shida. Na kikakaa kifanikiwa kidogo, anaondoka. Amepata mafanikio. Lakini nafanya nini? Anaondoka, anaenda. Aujua kwamba mafanikio yale ilikuja kupotea yako zaidi ya kule kufanikiwa kidogo umepata. Bado unacheza tu, anaenda. Hapo anaenda kuanza kuuma shida tena. Praise the name of the Lord. Amen. Mwe Yesu ni hatari. Amen. Kwa hivyo vile Bwana anasema, nenda na vile Mungu anasema, na utafanikisha njia zako. Number 2. We have victory over enemies. Tumepewa ushindi juu ya maadui zetu. Lakini lazima ujue hiyo vita ya kushinda kinyume ya maadui ambao wanakuandama inakaa haja. Maana safari ya wokovu imejaa maadui. Na huwezi shinda mahali hakuna maadui. Lazima umakinike katika kushinda maadui. Praise the name of the Lord. Kwa sababu hatupigani na maadui nyama, tapigana na maadui katika ulimwengu wa rohoni. Unaweza kuwa unawaona kwa nyama, lakini vita zao maadui asio katika hii nyama, unapigana katika ulimwengu wa rohoni. Praise God. Naomba tuendelee kitabu cha Exodus. Napeana tu mifano miwili katika Old Testament, alafu niende mahali pengine. Naomba tuende katika kitabu cha Exodus ambao ni Kutoka 14 mstari ni wa 13 na 14. Huu ni wakati wana wa Israeli walikuwa wanatoka Misri, halafu walikuwa wamekimbizwa na maadui na wakafika katika bahari ya Shamu, wakawa hawana mahali pa kutokelezea. Lakini Mungu alikuwa tayari ameshawapa ushindi, maana tunasema ya kwamba Bwana ametupa ushindi kinyume na maadui. Unasema mstari wa 13, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Keyword hapo ni nini? Usiogope. Watu wengi wanaingia katika mtego ya maadui kwa sababu ya kuogopa. Umeona mishale ya maadui na unasahau wewe umepewa ushindi juu ya maadui, unaogopa. Siku yenyewe inaingia ndani yako, maadui wanakukanyanga na Mungu anasema. Praise God. Amen. Mwe Yesu natayo. Amen. Wakati hofu inakuingia, nitafanya nini? Kwani wanataka kunifanya aje? Immediately unasema wanataka kunifanya aje? Yuagana. Umejipeana wewe mwenyewe mikononi mwa maadui. Na watu wengi wanajipeana mikononi mwa maadui kwa sababu ya kukosa neno. Musa alikuwa anapigiwa kelele na wana wa Israeli. Musa ametoka Misri kuja kuja katika jangwa. Kawaambia, msiogope, maana maadui ambao mnawaona hamtawaona tena. Praise God. Amen. Kiwati ni msiogope, maana maadui wako kila mahali, na maadui wanakuja, na maadui watakurushia uchi
Watu wengi wanakufa na magonjwa kwa sababu ya kutojielewa na kuogopa. Wakiwa wameokoka wanazika. Wengi wanarogo, wanashikwa na ugonjwa, wanaenda katika kaburi mapema kwa sababu hawashiki neno la Mungu. Usiogope, kwa maana kuna ushindi tayari wewe umepewa kinyume na maadui. Neno ni gani? Usiogope. Na akawaambia maadui ambao mnawaangalia pale, hamtawahi waona tena. Praise the name of the Lord. Mwenye Yesu ni ataewe. Sijui kama umekutana na maadui wenyewe ambao wanakuataka vizuri. Wewe unaweza toa ushuhuda gani ya kwamba vile walikuataka ulishinda? Niliwaambia siku moja nilikuwa napigana na maroho, maangel wa Illuminati. Walikuja katika nyumba yangu live wakiwa force ya kifuli. Kama ukiona kifuli ikiwa imesimama, mimi niliona kifuli ikiwa imesimama kama mtu vile nimesimama. Nilikuwa wakati wangu wa maombi usiku vile naomba. Na maana kuna mtu mkubwa ninapigana atoke katika Illuminati. Wale wakuu wa Illuminati wakanitokea direct, wakiwa wamesimama watu, lakini ni kivuli. Kivuli ambacho kimoja kilikuwa cha mtu mnono sana, mwingine alikuwa mwembamba na mwingine alikuwa short kidogo. Na vivuli zikakuja katika nyumba yangu nikiwa tayari nimetandika mahali pa kuombea, na wakaanza kupita hivi katika mlango, na wanaenda hivi katika mlango, wanapita wanarudi. Si kivuli kimeanguka, ni kivuli kimesimama. Sikii wewe ukiona hivyo utafanya aje? Utaanza kuita pastor juu kiona hivyo. Na kukawa katika nyumba kumejaa nguvu. Unasikia steps wakienda hivi vizuri, unasikia steps, na unaona tena wakirudi hivi, unasikia steps. You know what I did? Nilicheka. Kulikuwa na nguvu za shetani zilikuwa zimejaa, lakini nilicheka. Nikawaambia mmepoteza njia, amwezi hapa. Nikaanguka katika flow, na njua wengi amungeanguka, mungeendelea na kuangalia mpaka sitoke. Chenye nilifanya nilianguka katika flow, na nikaanza kuomba na lugha katika roho. Praise God. Amen. Kile ninakumbuka nikiwa ndani katika lugha ni mabati ikiwa inangongwa, na nikasikia amani imejaa kila mahali. Nikasikia nimefunikwa na ufuli wa amani. Praise God. Amen. Na nikafanya maombi. Haleluya. Amen. Kwa Yesu nataka. Amen. Kile ambacho hapo naambiwa ni kitu kimoja. Usiogope. Maana ukiogopa, Mungu aenendi na watu wanaoogopa. Anaendanga na watasiri. Hawezi kuwa jasiri ukiwa hana neno. Yesu alishinda shetani na kumwambia kumeandikwa. Na wewe unashinda na kuandika neno unaambiwa, sio kuandika pia kwa kichwa iwezekana. Lazima neno litoke ya kinywa chako, useme kama Yesu kumeandikwa. Maana shetani atakuja, lakini nimepewa ushindi juu ya maadui wako. Lakini wewe shinda maadui bila neno na bila maombi. Praise the name of God. Amen. Na sio ile maombi ya dakika 20, dakika 30 ni saa moja umetoka na umeenda. No. Saa hii vita imeinuka. Shetani anajua ni wakati wa mwisho. Na vile wameongeza masaa yao katika ulimwengu wa giza, hivyo ndivyo nao wapata kuongeza masaa yako. Ubaya ni moja. Wengi
wanaongeza leo, kesho wanarudi na nyuma. Na hiyo ndio tactics Shetani amekuwa akitumia. Unakuja hapo unaomba risali moja maana uko na shida. Unaomba risali moja, unapata muujiza. Unaacha kuomba, utakuja kuomba tena risali moja wakati shida zitano. Let me tell you, sio mwezi usicheze na Shetani. Bwana asifiwe. Sio mwezi usicheze ibilisi. Naomba uamke katika usingizi wa kiroho na ukapate kuomba Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kukuonyesha katika New Testament ili tumalize Injili. We have victory through Jesus. Maana nasema nimeokoka, lakini ujue ya kwamba ulipookoka ukampokea Yesu, ulipokea ushindi ndani ya Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Amen. Mwenye Yesu ni hatari. So how do we live a victorious life in Christ Jesus? Mtu cha kwanza, understand you have victory through Christ. Lazima uelewe ili ushinde vita, lazima uwe na ufahamu. How do you win? Jambo la kwanza, uwe na ufahamu uko na ushindi ndani ya Kristo Yesu. If you lack the revelation that you are victorious, you can never win. Praise the name of God. Amen. Wakati watoto ama watu wa marathon wanapowekwa katika mstari wanakuanga wengi, lakini kila mmoja anasemanga mimi ni mshindi. Praise the name of the Lord. We use that time. Amen. Na kila anaweka bidii yake. Lakini atakaye kuwa na ufahamu niko na nguvu za kushinda, hata mwenye ana mbio kumuliko. Kwa hivyo jambo la kwanza, have revelation that you are victorious through Christ Jesus. Hiyo ndio ya kwanza, ufahamu ya kwamba wewe ni mshindi ndani ya Kristo Yesu. Ukiwa hauna ufahamu, Shetani anakuweka chini haraka sana. 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Wakorintho wa kwanza, tuko katika New Testament sasa. Najua kuna mtu ajui kama chapter 15 imeenda mpaka 57. Ulisoma hii mstari lini wa 57? Kuna 57 na 58. Biblia inasema hivi, 57:15 of 1 Corinthians. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Wale mnasoma Kiingereza, angalia tense. He gives us victory. Kwa sababu gani? Tuko katika vita. Is a continuous tense. Tunaendelea na kushinda. Kiswahili inasema hivi, lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Anatupa kushinda. Hauwezi kupatiwa kushinda kama hauko katika vita ya kushinda. Bwana asifiwe. Lazima uwe na ufahamu uko katika vita, na ufahamu ya kwamba katika vita hii nimepewa kushinda kupitia kwa Yesu. Katika changamoto hii Baba amenipa kushinda kupitia kwa Yesu. Ukikosa ufahamu ya kwamba changamoto uliyo nayo wewe umepatiwa kushinda, hautashinda, utaanza kuhangaika. Kwa sababu tunasemanga sijui tafanya nini, nimekuwa na shida mingi, pasa haelewi, nimekuwa na changamoto, pasa ni kama anipati, hata siwezi kufika huko Jumatano, pasa anielewi, niko na changamoto. Kwa sababu utajua ya kwamba katika kila changamoto umepatiwa kushinda. Praise the name of the Lord. Mwenye Yesu ni hatari. Wakati Yusufu aliuzwa na ndugu zake, akaingia katika changamoto ya kuwa kitinda mimba wa mama ambaye ametengwa na baba, na yeye ana ndugu yake
maono ya watu wa mataifa mengine wa Misri, yeye akiwa kijana hakuacha kuamini Mungu. Ni kwa maana katika ndoto zake alikuwa anajua siku moja nilionyeshwa na Mungu baba na mama na ndugu zangu wakiniinamia. Haleluya! Ilo ndoto haikupotea. Watu wengi duniani na changamoto, ndoto zetu wakati tulipokuwa tunaokoka na watu walikuwa tunaenda vizuri kupotea. Wakati ulikuwa unaona maono ya kuwa wewe ni mtu mkubwa, ya kuwa wewe uko na mali, ya kuwa wewe una nawiri, wakati ule ulikuwa na yale maono, ile maono haitakufa. Ni wewe utaenda kuiua, kwa maana changamoto haitakuja iwe, imekuja ikuinue, uingie katika ile afna ile mtoto Mungu alikuonyesha. Praise God. Sasa kuna mtu amenelewa vizuri, ningesema amen. Maana kuna ile ndoto wewe uliona wakati uliokoka, usiku akiwa kijana mwana ndoto, lakini imefika wakati akatengwa na baba na mama na ndugu ambao walikuwa kwa ndoto wameona wakimuinamia, na akatolewa katika nchi aliyokaa, akaweka katika nchi ya ugenini Misri. Na alipoingia katika ile nchi, akaingia katika mahali pa mkubwa wa hiyo nchi Potifa, na Yusufu akajua ya kwamba sasa ninakaa palace, lakini kuna njama haikunipendeza. Hakujua ya kusema ya kwamba bali niko palace, nimefika mahali ninaenda, maana alikuwa anajua ya kwamba comfort ya palace haitampatia kuona ndoto zake. Praise God. Watu wengi tunaomba katika shida, tukiingia katika mahali pa pumziko, ulikuwa hauna pesa, umeanza kupata pesa kidogo, ulikuwa una kazi umepokea, biashara ilikuwa inafanya kazi, imeanza kufanya kazi. Wakati mambo yalikuwa mabaya, ulikuwa unaomba Mungu utulie, ukiwa na ishara ya kutulia, unaingia pale unapumzika. Biblia inasema ya kwamba wakati mbili ya Potifa alikuwa anataka yule kijana, maana kijana hakukaa katika pumziko, maana ilikuwa ndoto yake itimie. Alikataa kutenda dhambi. Haleluya! Anaingia katika dhambi, katika maana hapo pumziko, na hapo ndipo shetani anamalizia watu. Ni kwa maana kuna kufanikiwa kidogo, umekaa katika pumziko, hapo ndipo shetani anamalizia watu. Na Biblia inasema ya kwamba maana kuna ndoto kijana alikataa. Praise God. Na Yesu asifiwe sana. Alipotolewa pale, akaenda kuwa katika kolokolo, na ndani ya kolokolo, maana kibali ya Mungu ilikuwa juu yake, akapenda kuwa mkubwa wa maambusu. Lakini akajua ndoto yangu niliyoota sio ya kuwa mkubwa wa maambusu, maana sikuona maambusu akininamia, niliona baba na mama na ndugu zangu akininamia, na ni lazima nikapigia hatua. Hauwezi kuinamiwa katika hali yako mpendwa. Hapo mahali umepumzika, hauwezi kuinamiwa. Ni lazima uchukue hatua katika safari. Hili kile kinapata kuinamiwa, kuinamia mahali Bwana anakutaka. Ukipokuwa hivyo, utainamia mapema, utainamia situation, nakwambia utasimamia na unisema sijui utafanya nini. Lakini akiwa pale, ndoto yake ikuisha, na akiwa pale, karama yake ya kutafsiri ndoto ilikuwa inatenda kazi. Wengine wetu tukia katika shida, karama za Roho Mtakatifu zinazimia na zinaishi. Uibaji unaishi, kwenda maono unaishi, kujitoa kwa Bwana unaishi. Shetani anaanza watu wengine. Lakini Yusufu alikuwa jambo moja, hata nikiwa hapa bado sijafika. Praise God. Amen. Akawasifiri Mungu na akaambia mwenye amefunguliwa, ukifika pale nikumbuke. Alipotoka akamsahau, hata wale ambao nadhania ndio wakamsahau, lakini hiyo haijakatika ndoto yako. Praise God. Amen. Hiyo katika ushindi wako haijakatika ndoto zako. Wengine nataka Mungu atusaidie, ndani watusaidie, wote nyumba yetu atusaidie, msaada tutapata watu wa pili. Praise God. Angalia Bwana ndio msaada wako.
wale wakamsahau. Lakini Mungu ili atimize ndoto aliyoonyesha Yusufu, kwa sababu Yusufu alikuwa mwaminifu, akuanguka katika mitego ya shetani ya kupembelezwa na Ibilisi, angefanya usherati na bibi ya Potifa. Hiyo imekuwa mwisho wake. Wengine wetu wananjisika na mambo ya dunia na ndoto zako zinakomea hapa. Mungu akasababisha aliyekuwa mkubwa katika nchi ya Misri akaota ndoto ambaye tafsiri yake ilikuwa na kijana mmoja mwanarika aliyekuwa anaitwa Yusufu. Praise God. Amen. Yesu atai. Kuwa mwaminifu mpaka jambo litendeke. Uwe ni wewe uko na suluhu peke yako. Hakuna mwingine anaweza kupeana suluhu. Sijui wangapi wanahitaji. Yesu atai. Amen. Sio kama mara nyingi wanaambilia watu wananisikiliza. Wanapenda sana hapa. Baba na mama walimuinamia. Ya kitabu cha Mwanzo. Genesis 50. Nikusomea vitabu ambazo hujawahi soma. Maana sijui kama ulifika huko. Mstari wa 20. Maandiko inasema, you intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Praise the Lord. Wakati baba yake na ndugu yake walimuinamia, akawaangalia. Sijui kama unaona hiyo maono. Siku moja waambie watu wa kweli, jinsi mlikuwa mnanitesa. Kawaambia haya mateso mlinitesa, mkaniuza nje, ilikuwa kwa uzuri wenu, ili nikapate kuokoa maisha ya watu. Kumbe hiyo changamoto unapitia, kumbe hayo magumu unapitia, ili ukafikia afla yako ya juu, kumbe ni ya kuokoa nafsi za watu wengi. Kumbe umebeba kuokoa nafsi za watu wa kweli. Kumbe umebeba kuokoa nafsi za watu wengi. Praise the name of the Lord. Usilale usingizi. Usingizi wa kiroho ni mbaya sana. Usipende dhambi. Usikate kauli. Maana kuna mahali unaenda. Yusufu hakuua ndoto zake, lakini alifikia hatima yake. Angalia vile Yesu alisema katika John 16:33. John 16:33. Biblia inasema, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Hallelujah. Mwenye ameshinda ako wapi? Ndani yako. Hayuko mbinguni, ako ndani yako. Hayo nimewaambia mpate kuwa na amani ndani yenu. Kuna watu hawana amani, hata wakilala hawana amani, washoni kuhangaika. Yesu akaongea mambo mengi pa, na akawaambia nimwambie hivi ili mpate amani, kwa sababu ulimwenguni mnao dhiki, lakini jitieni moyo, mimi nimeshinda ulimwengu. Praise God. Yesu hajasema nitawatia moyo, anasema jitieni moyo. Ni wewe unajitia moyo. Aje Yesu aliushinda ulimwengu kwa sababu yako. Praise the name of the Lord. Kwa hiyo yale mambo unaona yote